nikiomba kura nilikuwa nampatia 500. Sasa hivi vile nimekuwa senator. Mheshimiwa, thank you very much. Mheshimiwa, chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Asante. Asante sana. Naomba nichukue nafasi nimkaribishe naibu wa gavana, chairman wa Governors Council aweze kuendelea kutoka hapo, na ninasema pole sana kama nimeendelea sana. Nilikuwa ni mambo hawa wananchi nawasilisha kwa naibu wa rais. Karibu Deputy Governor. Asante. Mpigieni makofi Deputy Governor. Thank you. Asante. Familia ya my brother His Excellency Raphael Munywa Dongo wakiongozwa na Madam Stella and the siblings Jesse and Joseph, His Excellency the Deputy President of Republic of Kenya Rigathi Gachagua, the Governor Lamu County Isatimami, all the political leaders with us today, the senators and the MPs, all the deputy governors with us siku ya leo, kanisa tukiongozwa na Bishop, wananchi wa kutoka Lamu East, Lamu West. God is good and all the time. Asanteni sana. Mimi nitakuwa mchache wa maneno. Mimi kwa majina hivyo umesikia naitwa Ruben Kamore, Deputy Governor wa Laikipia County na pia Chairman wa Deputy Governors Caucus. Nitayapeleka muda haraka na nitaomba hii nafasi kabla sijaongea niite all the Deputy Governors with us today wakuje hapa. Bishop, I'll be very fast kwa heshima ya ndugu yetu. All the Deputy Governors present please join hapa ndio tuweze kumaliza. Bishop, Your Excellency, Deputy President, jana kwa kumwombeleza rafiki yetu tulikuwa wengi. Hata leo siku ya leo tuko wengi ndio tuweze kushikiana na ndugu yetu. So kwa haraka sana nitamuomba tu tukitulia Deputy Governor Kilifi ataongea alafu na mimi nimalizie. Nitaanza kwa hapa hivi Deputy Governor from Machakos County Francis Mwangangi, Madam Philomena Binea, Deputy Governor Trans Nzoia County. So wacha kila mtu ajisemee jina alafu tumalize. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Mheshimiwa makamu wa rais, kanisa, governor, viongozi wote, mama ambaye ameachwa, wacha nilete rambirambi zangu kutoka kaunti ya Kwale, na mimi naitwa His Excellency Chirema Kombo. Tuna uchungu kwa sababu huyo aliyelala ni wetu. Huyo aliyelala ni wetu. Na ndio maana tumeomba hii microphone angalau tuweze sisi kwa vinywa vyetu kumwambia ndugu yetu alale salama. Bas, naitwa Deputy Governor Robert Komole, the Deputy Governor West Pokot County Government. Asante. Tafadhali wacha nitumie hii protocol. Deputy Governor Tana River Ari Loka, Deputy Governor from Kiambu County Rosemary Kirika, Deputy Governor from Nairobi County Njoroge Mushiri, Deputy Governor from Taita Taveta Christine Kilaro, Deputy Governor from Nyeri County Kinanire Waloe, Deputy Governor from Mombasa County Francis Doya, Deputy Governor from Saburu County Gabriel Renegwesi, Deputy Governor from Elgeyo Marakwet Professor Grace Cheserek. Kwa hawa wote nitapatia Deputy Governor Kilifi Flora Chebure aweze kutoa message yake alafu na mimi nimalizie. Asante sana Chair. Kwa wana Lamu wote ambapo siku hii ya leo tumefika hapa, nikisema kwa ndugu zetu Waislamu assalamu alaikum, na ndugu zetu wa Kristo asifiwe Yesu Kristo. Amen.
Mstahiki naibu wa rais Rigathi Gachagua, Governor wa Lamu County wana mstahiki Issa Timami, na itifaki zote, lakini nikijua kuna clergy hapa, my bishop wangu Ruben Katite, na wakazi wote. Mstahiki, niruhusu niseme ya kwamba kivumacho baharini ni papa, lakini wengine wapo. Ndani ya mji wa Lamu ipo sehemu ya Mijikenda, na nikitoka bila kuwasalimia itakuwa si sawa. Amizi similani. Hai, unalomba madzo na gomai. Nataka wakati huu niseme ya kwamba napeana rambirambi zangu binafsi na familia yangu kwa mwenda zake His Excellency Munywa, na kwa dadangu Stella na familia yako. Tuwe pole sote. Mungu aliyemfariji mkuu amimine faraja zake kuu za kipekee katika familia hii. Pili, nipeane rambirambi zangu na za mstahiki gavana wetu Gideon Maitha Mung'aro, ambaye Gideon Maitha Mung'aro ninaposimama hapa na msimamia kama chair of the jumuiya za county za Pwani, ikiwemo magavana 6. Nitambue ya kwamba kuna wale magavana 6 na hata naibu gavana ambao tumekuwa tukifanya kazi sako kwa bako tuhakikishe agenda za Mwanapwani zinazingatiwa, ambapo wamejitambulisha. Hebu jumuiya za kaunti za Pwani DG simameni, mujue ya kwamba simameni tafadhali. JKP kwa sababu ya Munywa tumesimama pamoja kuweza kuzingatia mambo ya agribusiness, manake ndani ya Pwani tunasema there is no green without blue. Tukizungumzia mambo ya agriculture na mambo ya uchumi samawati, niki eko uongozi wa magavana wetu hapa Pwani, local leadership ambao wote 6 walishikana wakaenda kule Italy ili kuangalia mikakati ya GoBlue, ambapo naibu wetu huyu tumekuwa pamoja kwa mambo ya collaboration. Mimi niseme jamani, tumepoteza kijana mheshimiwa ambaye ametuweka pamoja, tukijua ya kwamba chochote tunachofanya katika jumuiya yetu tunasema Mungu mbele. Mungu amekuwa kielelezo mbele yetu na sisi tunamwenzi. Nikimalizia namwambia dadangu Stella, Mungu aliye juu mbinguni amimine faraja zake kuu za kipekee. Zaburi ile 46:5 inasema, Mungu akiwa katikati yako hutatingisika, kila uchao utakwenda kutiwa nguvu. Mstahiki naibu rais, ndani ya jimbo letu la Pwani tuna manaibu gavana 2 ambao ni wanawake. Kuna yule wa Taita ambao ni Wakuja, ambao ana Christine, na mimi ambao ni Mng'aro, mstahiki Mbeta. Nasema nikiunga mkono, wacha tuende na hili gurudumu, tumchukue dada yetu Stella, tuweze tukumaliza na yeye kipindi hiki. Kwa hivyo tuwaruhusu watu wa Lamu tushike dada yetu, tuwe pamoja ili tuendeleze jumuiya zetu za kaunti. Mungu awabariki na wazidi kuwatendea mema. Asante sana. Asante sana. Nikizangatia itifaki ambazo tulikuwa nazo, the Deputy President of Republic of Kenya, mimi nachukua hii nafasi pia kusema pole to the family on an individual capacity, familia yangu, and also the Deputy Governors, familia yote. Niseme leo tumepoteza kiongozi ambaye tulikuwa tunampenda. Wakati tulikuwa tunasema, na nilikuwa nimeona familia hapo, he was a family, nimeona kabisa alikuwa family man. Ni kiongozi pia kwa county, he was a dedicated servant.
kiongozi ambaye pia wote viongozi ambao wameongea, a true leader who was a patriotic, lakini kuna moja ama mbili ambayo that was very passionate with him. Kiongozi ambaye alikuwa anataka jamii zote ziweze kushikana, kusikuwa na ukabila, jamii zote ziweze kukua pamoja. Lafayette ambaye tumemlaza hapa leo, kiongozi ambaye alikuwa anataka a peaceful nation, a security press, ambapo kiongozi wote secure press, hiyo ndio Lafayette alikuwa anasimamia. Is a true leader, is a dedicated leader ambaye tumempoteza leo. Kiongozi ambaye alikuwa anatetea devolution. Wakati tulipata ugatuzi, devolution ndio ilikuja kutuwezesha iweze kuleta maendeleo mashinani. Bwana Lafayette ametupigania kwa devolution, kwa maneno ya agriculture na hizo zingine. Mimi nataka kuchukua hii nafasi pia kumpa shukran Governor Issa Timami. We were with you at the hospital all through. You stood with my brother to ensure any support we needed from you, we were able to get it. Either financial, prayer. We say thank you so much to you. To the Deputy Governors Forum, wote nasema shukran kwao. We stood with our brother. The family itself, hakuna siku tulienda kwa hospitali tukakosa. They did their part, naye Mungu hatuwezi mtua makosa. We pray for him, we continue encouraging the family, kwa sababu hiyo tu ndio jukumu imebaki kwetu, kusupport the family in prayers as she steers on the next part. Nimalizia niseme, the Deputy President of Republic of Kenya, we love you. You are part of the first leader kutuma condolence message na kupiga simu kutu encourage. You have stood with us all through. Na pia umekuwa kiongozi amekuwa akitetea ile ambayo tunasema kwa nchi. We must have a unified country. Uko mimi nimetoka mlima, sisi tumesema mlima ni moja. One block, so that at least hata tukienda kwa wale wengine, nyumba yetu inaongea with one language. The Deputy President of Republic of Kenya, kama vile nimesema hapa tu, Governor Issa Timami, you really respected, you stood with our governor. Na viongozi wote, ulikuwa umerale wote behind Lafayette Munywa, ndio kiongozi Lafayette apewe heshima. All what we are requesting, the Deputy President of Republic of Kenya, viongozi wote, lazima tuheshimu leadership. The President, the Deputy President, na viongozi wote waheshimiwe. Kila mtu akona kazi yake. That is what our Deputy President stands for. That is what all the leaders should stand for. And that is the message I would request. Viongozi wote ambapo tuko hapa kwa hii dunia, it does not cost anything to respect. It does not cost anything. Wakati sisi wote tumeungana ndio tuweze kujenga jamii moja ambayo inaitwa Kenya. Na pia all communities to speak with one voice. Mimi sitapitisha hapo, iwa tu kusema our brother, His Excellency Lafayette Munywa, may he rest in peace. We loved him, and may his legacy continue forever and ever. Na pia tumuombe hata wale wameachwa with that beautiful message. Unified country, respective country for all of us. Sasa, mimi saizi nataka kuchukua jukumu moja ambayo kiongozi Lafayette, ambayo alikuwa anaifanya for the last 2 years. Kuensure amemheshimu, amemuongoza Governor Timami. Governor Timami ambayo nimesema vizuri, not only kukua tu governor, aliweza kumuongezea other responsibility kwa Lafayette. Akampea kazi ya environment, akampea kazi zingine za ICT na maneno ya coordination of public service. Mimi sasa nataka kuchukua hiyo jukumu ambayo my brother Lafayette Munywa angefanya. Nichukua kwa nafasi hii kwa heshima zaidi, nimuite Governor Issa Timami Lamu County, ukuje uweze kuongea na watu wako wa Lamu County as I deliver this condolence message to the family. Asante. Governor Issa Timami, karibu, na tunakuheshimu sana for the job well done and also taking care of our brother. Asante. Your Excellency.
Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, viongozi wote walioko hapa, Your Excellency, the county government has two arms. Iko executive, iko na legislature. Na I will get into trouble ikiwa sitapatia speaker wangu ambaye uko hapa amkue, akimaliza niendelee na program. Mheshimiwa Speaker, Honorable Azhar. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, Governor of Lamu County, Isa Abdallah Timami, and all other leaders from the political angle and from the religious angle. Before saying anything, I would like, because you know, Assembly, we are about 70 of us, the family of the County Assembly. And this great man who is lying down here today, he was one of us. So I would like to call upon Deputy Speaker Paul Kimani. Only two of us. Kimani will just salimia. Then I will give a small condolence message and give back the mic to Asante sana Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Governor, viongozi ambao ni wa kitaifa ambao tumeongozwa na naibu wa rais pamoja na viongozi wote wa county tukiongozwa na governor, kanisa na wote ambao wote tumeweza kuja kuomboleza. Hamjambo. Yangu kwanza kabisa ningependa kutoa pole zangu na familia na hasa watu ambao nawakilisha katika wodi ya Mkunumbi kwa sababu ya kuweza kuondokewa na rafiki yangu. Na kwa sababu ya wakati, mimi na Munywe kama vile governor amesema pamoja na speaker, alikuwa rafiki wangu wa karibu. Na nakumbuka mwezi wa 4 mwaka jana, wakati tulipokuwa na matatizo ya kuingiliwa na majangiri na watu kuweza kupoteza maisha sehemu za Juhudi, sehemu ambayo nawakilisha, aliweza kutia jitihada kubwa hasa katika kuweza kumweleza governor yale anayoendelea. Tuliweza kukaa naye usiku mchana pamoja na idara ya usalama hadi mwezi wa Disemba, wakati ambapo yale ambayo tulikuwa tumenuia kufanya kuweza kuziba yale mianya ambayo tulikuwa nayo tukaweza kuziba na hali ya usalama ikatulia katika eneo letu la Mpeketoni, hususa zaidi sehemu za Juhudi. Kwa hivyo ningependa kusema alikuwa ni mtu ambaye anatujali. Ya mwisho, sitosahau pia kumshukuru Mheshimiwa Governor kwa sababu Munywe alipokuwa amegonjeka, amelazwa Nairobi Hospital, tuliweza kumtembelea kama assembly na bili ilikuwa ikipanda kila siku hata ilipofika zaidi ya milioni 14. Na familia kupitia kwa mke wake Stella wakawa pia wanasuasi. Mimi niliweza pia kuuliza Mheshimiwa Governor aweze kusaidia, na kwa uhakikisho Mheshimiwa Governor akaniambia kwa sababu ni naibu wake ataweza kusuruhisha hilo tatizo. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor, ningekushukuru kwa sababu ya kuweza kutimiza ahadi, na yale ambayo ningekuomba kwa sababu mke wa Munywe amebaki, tuweze pia kumsaidia kama serikali ya kaunti ya Lamu. Asanteni sana. Asante Deputy. Yangu yatakuwa machache, japokuwa kumezungumzwa mazungumzo mingi sana hapa, mambo ya mlima, mambo ya bahari, lakini
kile kilotuleta sisi leo hapa ni kuja kushirikiana na familia ya marehemu ili kuweza kumpatia safari yake ya mwisho kwa heshima na upendo ule ambao yeye alikuwa nao wa Lamu County, sio upendo wa jamii fulani. Kwa hakika, ikiwa ni kuongea kuhusu Deputy Governor, tunaweza ongea, Your Excellency the Deputy President, hata mwezi mmoja haiwezi tosha. This great man here, agenda yake kubwa ilikuwa ni kuleta watu wa Lamu County pamoja. Every time you get a chance to talk with the late Deputy Governor, utaona agenda yake ni moja. Na sometime unaweza kushangaa, unamuona Raphael in the middle of 20 bajunis. Na kama humjui that Raphael is a Kikuyu, huwezi kusema kama ni Mkikuyu, vile anavomingle na watu, the way he was associate himself with all the tribes that lives in Lamu County. Mimi nataka niseme hivi, sisi wanasiasa mara nyingi tukipata nafasi kama hizi, tunapenda kuzitumia kwa maslahi yetu ya binafsi. But we had a long journey as a county government of Lamu with the late Deputy Governor. And the man who was leading us on that difficult journey, it was none other than the governor himself, Isa Abdallah Timami. We've been going through a lot of difficulties, but I am sure the family of the late Deputy Governor recognize that, and they know the effort that Governor went out of his way to make sure that the family should not experience any stress taimu tulivyokuwa na hii shida ya marehemu wetu. Ya mwisho, clergies, muendelee kutuombea. Na maombi makubwa tunataka Lamu County, wacha watu waungane Kenya mzima vile wanavyotaka kuungana. Sisi Lamu tunataka kuungana kama Lamu County people. And that was the dream of the late Deputy Governor. Na mimi na yeye, our last conversation tulivyokuwa na chat ya mwisho before agonjeke, aliniambia watermelon, you know they call me watermelon here, Your Excellency, but sio ile nyingine ya kutangatanga, hii ni original watermelon. Aliniambia, watermelon, we are young leaders, we have a future in leadership, but the only future and good future for our people, it will be determined on how we are going to bring our people together, on how we are going to call all the tribes which live in Lamu County people, and not called by ethnicity of the tribalism or the religious aspect. Kwa hayo mengi, najua tuko na safari ndefu na watu wameongea wengi hapa kuhusu hiyo mapendekezo ya deputy, but I believe vile governor aliweza kutuletea Raphael, he will be in a better position to bring us, na kama alivyotuambia juzi, wacha achukue time yake, akae kwa makini, aomboleze, achukue muda wake ya kuomboleza, kisha atuletee ule mtu anaona anaweza fanya kazi naye. Na sisi kama bunge, ahadi yetu ni ile ile, bwana governor. I want to assure you on behalf of the Lamu County Assembly that we will always support the agenda za serikali yako, we will always support the development za serikali yako, and we will always support the dream of my beloved friend Raphael. Kwa hayo mengi, may his soul rest in eternal peace. Asanteni. Wacha nitambue ujio wa governor wa county ya Mombasa, His Excellency Abu Swamad Sharif Nasir, ambaye ameingia sahihi. Your Excellency Abu Swamad, well, you have just come in time. Wacha nikukaribishe uamkue wananchi na upate kutoa rambi zako.
Your Excellency, the Deputy President, ndugu gavana na watu wa Lamu, huu msiba si msiba wa familia peke yake, wala si msiba wa watu wa Lamu peke yake, bali ni msiba wetu sote. Na pale ninapotoka mimi, mtu kutoka Lamu akiwa akona kichwa inamuuma, ni lazima mtu wa Mombasa tutafute dawa. Mtu kutoka Garissa kama akona mafua, ni lazima tutafute dawa. Mtu ikiwa anatoka Nyeri ameumia mguu, ni lazima Mombasa tutafute dawa, kwa sababu Mombasa ni chimbuko ama ni sehemu ambayo dini zote, rangi zote, kabila zote, hamna eneo jingine katika hii nchi ambayo watu wote wanaweza kuishi pamoja. Kwa hivyo kwanza chukueni pole zangu mimi, na kisha muweze kupata pole kutoka kwa watu wa Mombasa. Mimi nakumbuka nikifika hapa mwisho, na mimi naomba tuendeleeni na ile amani. Wakati nilikuwa mbunge, muhula wangu nadhani ilikuwa ni wa kwanza, miguu yangu ikikanyaga katika maeneo ya Mpeketoni, tulikuwa tumebahatika kwa ubaya ya magaidi walikuwa wameweza kuingia na kujaribu kuleta ghasia katika maeneo haya yetu. Tukaweza kuombolezana na tukaweza kujaribu kutatua lile donda ambalo kwamba lilikuwa liko karibu kugawanya watu. Na sikufika hapa wakati ule kwa sababu ya jambo jingine. Nilifika hapa kwa sababu najua umoja wetu, bila ya kujali ya kwa wewe ni dini gani, wewe ni rangi gani, wewe ni kabila gani, bora wewe ni mwana pwani, mweka hazina, ni mtu unafanya biashara katika eneo la pwani, ni mtu ambaye umeweza kuzaa watoto wako hapa katika hii eneo ya pwani, ni mtu ambaye uko na makazi yako hapa katika pwani, wewe ni mpwani. Hapa sisi tunaamini ya kuwa tutaendesha mambo yetu bila ya ukabila wa aina yoyote. Na mimi ni kuendeleza tu kusema, unajua tukiongea kule Council of Governors, tukiongea katika majukwaa ya siasa, na tukisema ya kwa rasilimali ya pwani pia iweze kufaa wa pwani, hata hawa waungwana walioko hapa, wao pia wanatumia maboti saa nyingine kwenda kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Tukiongea katika Council of Governors na Commission for Revenue Allocation, ya kwa hesabu ya pwani lazima iweze kuingilia na ile mambo ya maji na mambo ya blue economy. Hatuzungumzi habari ya lugha ya ukabila, wala hatuzungumzi habari ya lugha ya jambo jingine lolote. Tunazungumza habari ya watu wetu. Tukizungumza ya kwa bandari, ni lazima iweze kuwafaa watu wa pwani. Leo hii Lamu kuna mpangilio ya kuwa port ya Lamu iweze kunawiri zaidi. Shimoni kule Kwale kuna port ambayo kwamba inajengwa. Mombasa tuko na katika port kubwa zaidi Afrika nzima. Hatumaanishi ya kuwa tunataka awe lazima awe ni kabila hii ama rangi hii ama dini hii. Bora wewe ni mtu ambaye kwamba ni wa eneo la pwani. Narejelea tena na tena na tena na tena, kwa sababu kwa bahati mbaya binadamu sisi tuko na tabia ya kusahau.
tuko na tabia ya kusahau. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatujalia tukawa na akili, ile kalamu nyuma iko na raba, kwa sababu saa zote tunasahau, tunaandika vingine tunafuta. Na hata hawa ambao kwamba ni viongozi wa dini watakubaliana na sisi, ni jukumu letu kuweza kukumbushana, na tutaendelea kukumbushana. Neno langu ambalo nimeanza nalo na ndile ambalo kwamba naendelea nalo, siasa zisiwe ambao kwamba zitaweza kutugawanya sisi kwa misingi ya rangi, dini wala kabila. Maendeleo yaende katika maeneo yote, na tukiwa tunapigania watu wetu wote. Kila mmoja anastahiki na anastahili kuweza kupata rasilimali za pale alipo. Kwa hayo mengi, nichukue tena fursa kuomba familia kuwapatia pole. Na nilikuwa nikiwaelezea, nilikuja na dadangu alikuwa ni mgonjwa, nimemwona hospitali jana, lakini ameweza kufika. Tumekuja safari pamoja na yeye. Niombe msamaha ya kuwa nimekuja kuchelewa, lakini muhimu tumeweza kufika kuweza kupeana pole kwa familia na kwa watu wa Lamu. Asanteni sana. Kwa haraka upesi nimwalike pia seneta mtaule wa Lamu County, Mheshimiwa Shakila. Mheshimiwa, kwa muda mchache upate kwa mkuu. Asante Mheshimiwa Governor. Ndugu zangu wa Lamu, hamjambo? Hamjambo tena kwetu? Mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa leo, kuja kujumuika na familia na watu wa Mpeketoni, kutoa rambirambi zetu na kuomboleza ndugu yetu mwenzetu Bwana Raphael Munyo ambaye alituacha. Leo tuko hapa kwa maombolezi, hatuko hapa kwa mambo mengi. Na tuko hapa kutoa pole kwa familia na wale wote watu wa Lamu ambao wamepatikana na msiba huu. Huu ni msiba wetu sote. Na pia Bwana Raphael alikuwa ni kiongozi aliyekuwa habagui wala hachagui. Anafanya kazi na mtu yoyote. Mimi mwenyewe tumewahi kuinteract mara kadhaa na sikumuona ubaya wake wowote. Ni mtu niliona tunaweza kufanya kazi popote na kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuna masikitiko alituacha. Tunamwombea Mungu amfariji, amweke pahala pema kule ameenda. Sisi Waislamu tunasema ni kwa Mungu tumetoka na kwake tutarejea. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hivyo sisi naomba familia yake Mama Stella na watoto wake na family, Mungu awape uvumilivu, awape imani ya kuweza kulea familia yako hata kama mzee ameenda, upate hiyo nguvu ya kulea family. Mimi nikimalizia, nimeshukuru sana nimemwona Mheshimiwa Gachagua yuko hapa. Nina ombi langu moja kwake. Mheshimiwa, tunafurahi sana sisi Lamu, usalama umeimarika. Tunashukuru Mungu. Lakini tunaomba kitu kimoja. Katika hizi roadblock kuna majibwa ambao yale majibwa kikwetu Kiislamu ni makosa sana ukitegemewa na jibwa ama mzigo wako ufunguliwe unuswe na majibwa. Mheshimiwa Gachagua, tuko tayari kuvurugwa, sisi tunakorogwa na maskari ndani na nje. Tuondosheeni majibwa. Majibwa hatutaki kwa roadblock. Sisi Waislamu tunaomba mtuheshimu hata sisi dini yetu. Majibwa yaondoke, tufanyiwe search kwa njia yoyote, lakini hatutaki majibwa. Asanteni sana. Haya, tutulie tafadhali, tuko kwa mazishi. Tutulie. Your Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency Abdulswamad Sharif Nassir, Governor of Mombasa, wabunge wote walioko hapa, wacha nitambue pia kuingia kwa Deputy Governor wa Kakamega, His Excellency Ayub Sabula. Tafadhali amka watu wakuone.
Your Excellency, pia kuna viongozi wa zamani ambao wako hapa, and as the senior most politician in this county, itakuwa ni makosa kutowatambua. Kwanza kuna aliyekuwa mbunge wa Lamu East, Mheshimiwa Sharif. Tafadhali simama watu wakuone. Mheshimiwa Sharif. Vile vile kuna mbunge aliyekuwa mbunge Lamu West, Mheshimiwa Ndegwa. Vile vile kuna aliyekuwa my first deputy governor, Mheshimiwa Eric Mugo. Vile vile pia kuna aliyekuwa governor kipindi kilichopita, Honorable Fahim Yasin Twaha. Haya, siasa haina uadui, sio? Haya, leo na Your Excellency na Bishop na watu wa dini, mimi naomba msamaha kwa vile hotuba zimekuwa ndefu. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno, manake kwa muda mwingi nimekuwa nikizungumzia kuhusu deputy governor wangu. Leo ni siku ya huzuni na maombolezi. Mimi nimekosa rafiki, nimekosa advisor, nimekosa mwandani na nimekosa msaidizi mkubwa. Lakini hayo yote ni mambo ya Mungu, na nimesikia vile watu viongozi walivyoongea kuhusu uteuzi wa deputy governor, na niwaambie mimi sina haraka. Hata kabla sijamzika rafiki yangu, mimi sitaki kusikia maneno ya kumchagua huyu ama yule. Wacha mwanzo tumlazi, alafu tuangalie hiyo maneno. Hata kuna wengine wananiletea message kuniambia kisheria una siku 14 lazima uchague, na mimi niwaambie ile ni advisory ya Supreme Court, si sheria. Kwa hivyo I will take my time niangalie yule mtu atafaa kutumikia watu wa Lamu nimchague. Na nimesema wakati wa maombolezi si wakati wa siasa, na mimi nataka kulead by example. Na sisi leo sote, na mimi muda wangu nimempatia gavana mwenzangu na pia Mheshimiwa Shakila, na sitataka kuvunja amri ya Bishop hapa. Alitueleza kuwa tuwe wafupi wa maneno. Kwa hivyo kwa niaba yangu, kwa niaba ya bibi yangu ambaye yuko hapa na familia yangu, kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Lamu, na kwa niaba ya wananchi wote wa Lamu ambao mimi nina mandate yao, tunatoa pole za dhati kwa familia ya marehemu Raphael Munywa, kwa mkewe Bistela, kwa babake marehemu Mzee Ndungu, kwa babake Stella Mzee Tayo, na wale marafiki na majirani na jamii yote kwa kuondokewa na mwenzetu rafiki yetu. Lakini niwaambie tu kuna mambo mawili ambayo tutafanya. Kwanza, barabara ambayo itaenda paka nyumbani kwake tutaita Raphael Munywa Road, na pili, kwa muda wa siku 6-7 hivi tutakuwa tunafungua ward mpya katika hospitali ya Mpeketoni, na jana shemegi yake marehemu bwana Davis Tayo aliomba tuite kwa jina la marehemu, na nimwambie hiyo tutafanya, na wakati ukifika tutaalika familia waje kujiunga na sisi tukifungua rasmi ward ile kwa jina la marehemu. Kwa hivyo sasa nilisema nitakuwa mfupi wa maneno, na sisi sote tuna hamu ya kumsikia naibu wa rais mheshimiwa maarufu anaitwa Rigiji, na tumeambiwa yeye ni mtu wa kusema kweli. Kwa hivyo nataka tusimame tumpigie makofi tukimkaribisha aje kutuhutubia. Makamu wa Rais, karibu. Asante sana, tafadhali tuketi. Familia ya marehemu
naibu wa gavana Raphael Munywa wakiongozwa na Stella na watoto wako Jesse na Joseph, baba wetu askofu wa Diocese ya Malindi na kanisa, mheshimiwa gavana wetu na mke wako Isa Timami, gavana wa Mombasa, manaibu wa gavana wale wote wamefika hapa, mheshimiwa senator, women rep, member of parliament na wale waheshimiwa watu wamefika, ikiweko speaker na members of county assembly, marafiki, watu wa Mpeketoni, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata mimi nimefika hapa kuja kumsindikisha huyu ndugu wetu, naibu wa gavana wa Lamu Raphael, na kuja kuambia familia na watu wa Lamu pole. Huyu naibu wa gavana amekuwa kiongozi shupavu ambaye amefanya kazi nzuri sana ya kumsaidia gavana kuongoza kaunti hii, na sana sana mambo ya kuleta watu pamoja. Kwa hivyo Stella and your children, we want to say pole. Tumekuja kupanguza nyinyi machozi kwa sababu hiyo ndio mila na desturi ya sisi wa Afrika, na pia tumekuja kutoa heshima za mwisho kwa huyu ndugu wetu. Governor, I want to say pole for you losing your very able deputy who was close to you, ambaye amekuwa akikusaidia kwa kazi. Watu ya Mpeketoni na watu ya kaunti ya Lamu tunataka tuseme pole kwa kumpoteza huyu kiongozi. Sisi zote tumekuja kujumuika na nyinyi tukisema pole na tukitakia nyinyi mkuwe na nguvu ya kukubali yale Mwenyezi Mungu ametenda. Na sisi tunasemanga ya Mungu tunaifuata vile iko, hatuwezi uliza Mwenyezi Mungu swali. So for the people of Lamu County, as we bury your deputy governor, we want to say we are together with you in prayers. Na vile governor amesema atachukua muda wake, atafute kiongozi ambaye atakuja kumsaidia kuendesha kaunti hii na pia kuweka watu pamoja. Kwa hivyo sisi hatutaki tulete mambo mingi, hiyo ndio imetulete. Na tunataka tuseme tumepata nafasi nzuri na my deputy governors, thank you very much for coming to escort your brother. That is what a good family does. A family stays together. Kwa familia ya deputy governors pia tunasema poleni. Mimi nikiuzia tu kidogo ni kwamba hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya maana sana kwa sababu iko na nafasi kubwa sana katika uchumi wetu, hasa uchumi samawati. Hapa ndio tuko na the second port na tuko na a lot of resource katika bahari. Na hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tukipata amani hapa, na gavana na senator ni mshukuru kwa kuweka watu pamoja. Sisi zote ni wa Kenya, tuunganishe watu wetu, waongee lugha moja, wapendane, wafanye kazi pamoja, ndio maendeleo yetu iweze kuenea na tuweze kushughulikia hali ya maisha ya watu wetu. So governor and your team, I want to encourage you to continue building cohesion, putting people together so that watu waishi kwa amani. Tumekuwa na challenges ya kiusalama ambaye pale katika ikulu ya rais wetu William Ruto, nikiwa pale tukiwa na yeye tuliwalika hao viongozi wote, governor, senator, women rep, the 2 members of parliament, all members of the county assembly na maafisa wetu wa usalama, tukakuwa na kikao cha faragha mambo ya usalama katika kaunti hii. Na mimi nafurahi sana ya kwamba tulipofanya huo mkutano tumekuwa na hali ya amani katika kaunti hii ya Lamu, na tunataka tuendelee namna hiyo. Maafisa wetu wa usalama, county commissioner and your team, plus ile multi agency team ambayo iko katika hii county, mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi
Na mheshimiwa Shakila, usijali, unajua sasa hao maafisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Unajua sasa kila kazi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. We are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Ndio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa huwezi pea hongo. Si ndio? Huwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais ako, pahali mimi niko, ndizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuvumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka maofficers wetu wapatie nafasi. Kwa sababu hii kazi ni ngumu. Anything to do with the crime of terror sio kitu rahisi. Na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Tukiendelea mbele, labda kutapatikana binu zingine ya kudetect explosives. Kwa hivyo ni hiyo tu, kwa sababu ni vile mambo iko. You know, sasa una deal na hali vile hii. Sasa hakuna njia nyingine. Because tukituma binadamu pale watahongwa. Si ndio? Tena binadamu ana ile mapua ya kunusa explosives. Anajua mambo ya ugali, mambo ya chapati, mambo ya kaimati. Kimwambia anusa explosives ama madawa ya kulevya hawezi. Mungu amepea hiyo kipawa hizo maumbwa zetu. Sasa tutakaa nazo tu vile ziko. Niseme mambo ya barabara. Senator, umeongea ukiwa na ukali sana. Usikasirike ndugu yangu, mambo imekuwa ngumu. Uchumi tulipata umesoroteka. Tunauda pole pole. Rais anang'ang'ana pole pole. Tukipata kidogo tunaendelea. Tukipata kidogo in the fullness of time itakuja kufanyika. So tutulie kidogo, tutaweza kufanya. Ile ya mashule nasema ni ya matope, hiyo ile CDF. Iko pesa mingi sana siku hizi. Na huyu Stella anajua. The allocation of the national government CDF imeongezwa to a very large extent. So that within that amount, progressively we should be able to address that problem. Mambo ya stima pia tunaendelea polepole. Jana hii wa Lamu East hapo kwa captain jua na mambo ya solar, na hizi miradi itaendelea vile inapangwa polepole. Kwa hivyo mimi niseme nimeshukuru sana watu ya Mpeketoni. Adwanyo ito mwegoko. Mwegoko. Muikare goko na thayo niguo. Na muikaranie wega na andu ayake. Na governor ni atutwara wega ithe tiguo. Muikare mwendanite, muikare mukiaranagiria na mwendane. Kahinda ni ndikinya njoke twarie cia mucii niguo. Niguo. Tukuria tongoria itu othe twendane. Tondu andu mendaine niguo Ngai endaga. Kei twendane, kei tuikare tukiaranagiria, kei tuikare tukiroraga rucio rwitu. Na nikio ndamwirire maundu manyu matingihitana, na rira kurari na thina nimuronire hatuwera turoire na ni kwega. Na mimi nasihi watu wote waendelee kuishi kwa amani na wote wapendane. Hapa Lamu ndio kwetu kwa kila mtu. Hakuna mtu wako na boma ingine. All those who are here, this is your home. Let's live with everybody, irrespective of this or that community. We are one people, one country. It is good for us to live in unity and peace and harmony, because that is what we must do all the time.
Askofu, tumeshukuru sana. Nataka kwa niaba hao wanasiasa wote ni kuombe msamaha. Wameongea mambo mingi na ingine wakapeleka juu sana. Kinayo najua hii wanasiasa wakiona watu wamekaa na waona hii microphone, sijui what happens kwa kichwa. Sasa na pia ni watu wetu. Tutakaa nao vile si ndio? We just stay with them the way they are. Bishop, I want to apologize on their behalf that they have taken too long and probably even raised issues outside what we had come to do. But that's the nature of our leaders. We live with them the way they are because that's their job. Hawa kazi yao ni kuongea na wanalipwa mshahara. Sasa wakipata wananchi na microphone lazima wafanye nini? Waongee. Sasa tutakaa na hao vile tu wako kwa sababu hatuna njia nyingine. That is the way to live with them. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana. Lakini nataka on behalf of the president and the government to assure the people of Lamu, mambo ya usalama tumeweka kipaumbele na hatuwezi kubali hata siku moja kulegeza kamba hata dakika moja. Lazima wananchi wa Lamu walindwe kwa hali na mali, na ndio serikali imeweka rasilimali mingi sana hapa na maofisa wengi sana hapa kuhakikisha ya kwamba watu wa Lamu wanapata amani na kila mtu anapata nafasi kufanya kazi yake na kila mtu anaishi bila wasiwasi. That is a commitment that we give as an administration. The president, myself, and the rest of us in government are committed to make sure that the people of Lamu County live in peace and there is security for everybody. Ndio kila mtu aweze kufanya kazi yake. Tukipata nafasi tutakuja kujenga makanisa, tutakuja kujenga msikiti, will be coming so that watu ya Lamu pia tutembee pamoja. Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ni hayo tu, ni kushukuru wale wote wamefika kumuaga huyu ndugu wetu Mama Stella. Pole, we are there for you. If there is anything, Governor is here. Governor, take care of this lady and the family, their young children. Msiwaachilie kama county because bwanake alikuwa anafanya kazi kwa county. Itakuwa si kitu nzuri kama hao watoto watakuja kuumia. Let us take care of those young children because hiyo ni kitu ya muhimu sana. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the Deputy President na wote ambao wameweza kuzungumza. Naomba tusimame sote sasa. Tutaweza kupata wimbo tunapojitayarisha kuletewa neno na askofu wa Anglican Church Diocese of Malindi, wimbo Kumtegemea Mwokozi. Jina langu mimi ni Venerable Canon Philip Muiga Mbuthia, Archdeacon wa Anglican Church Diocese of Nairobi, nikiwa pale Pumwani Archdeaconry Nairobi. Mzaliwa wa hapa Mpeketoni. Asante sana Deputy President for the good message that you have brought, the message of peace and the message of unity. Yesu namwamini
Niombe tuinamishe vichwa vyetu tuombe tukiwa tumesimama tu. Mwenyezi Mungu, tukushukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo umetupatia ili tuweze kusikia neno lako. Tuomba tunapoketi ili tulitafakari neno lako, upende kunena nasi Mungu, upende kufariji mioyo yetu, na kwa neno lako hili utupe kutafakari yajayo. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tuomba. Amen. Niombe kwa unyenyekevu tukae tafadhali. Naitwa Askofu Daktari Ruben Shukuru wa Katite. Nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na nipende kumshukuru Mungu sana siku ya leo kwa ajili ya kutukusanya hapa ili tuweze kusindikiza mwili wa mpendwa wetu naibu gavana wa kaunti hii ya Lamu. Na nipende kipekee sana kuleta rambirambi zangu kwa Mama Stella pamoja na gavana wa kaunti hii kwa kuondokewa na kiungo muhimu sana katika maisha yenu. Lakini pia nilete salamu za rambirambi kwa wakazi wote wa kaunti ya Lamu kwa kuondokewa na kiongozi mliyemwenzi na kumpenda sana. Naibu Rais, nipende pia kukushukuru sana kwa sababu ya wewe kuwa mtu wa watu, mtu wa kupenda kulia na watu, mtu wa kupenda kutoa mashauri yaliyo mema kwa wananchi wa Kenya, pamoja na kuwa najua umechokozwa sana mara kwa mara viongozi mbalimbali kukushurutisha ili kwamba ukaweze kuongea kinyume na kile unachokiamini. Lakini kitu kimoja nimejua na wewe ni kwamba hata uchokozwe namna gani, wewe umekuwa mtu wa kusema watu waungane, watu waishi pamoja kwa furaha na amani, na hili ni jambo linalotufurahisha kama wananchi na ni jambo linalomfurahisha Mungu sana. Kwa hivyo tukuombee hekima ya Mungu kipekee kwamba hawa viongozi wenzio wanaposimama na kuchokoza huku na kule, wewe uendelee kusimama imara, kuongea yaliyo ya kweli na kuendelea kumsaidia rais kama ulivyo mwito wako katika kutimiza malengo mliokuwa nayo wakati mlipochukua hatamu ya uongozi. Na viongozi wa kisiasa, jameni, ni washauri ya kwamba mnaposimama mbele yetu, jamani, mpende pia kuwa watu wa kuongea ukweli, kwa sababu cheche za maneno mnazozitoa kwa wananchi wanaposikia, wao huzichukua vile zilivyo. Baada ya hapa ninyi ukutana mkanywa chai mkacheka pamoja, lakini huwa mmetuachia mashaka kama wananchi. Kwa hivyo niwaombe sana kwa unyenyekevu, wakati mnapoongea mbele ya watu namna hii, kama Senator Kate alivyosema, mpende kuongea ukweli, ili kwamba msiongee maneno yakagawanya watu, wakapenda huyu wakachukia huyu, wakapigana kwa misingi ya kuwa mimi na support fulani na kwa sababu ameambiwa hivi siwezi nikashikana na mwingine. Hizi siasa za kugawanya wananchi wale waliowapatia kazi, jamani, mngeziweka kando ili muwe viunganishi. Mchukue mfano mzuri wa naibu rais wa kupenda kuunganisha wananchi wote kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe.
Nipende kwa ufupi na kwa haraka sana kuleta neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Ayubu mlango wa 14. Nizungumze kuhusu mambo matano yatakayofanyika kwako siku utakapokufa. 5 things that will happen to you on the day you will die. Sasa kwanza mgeukie jirani, mwangalie vizuri, mwambie kilichompata Rafael na wewe kinakungojea. Mwambie tu, maana hakuna mtu atakayeepuka hiki. Huu ndio ukweli wa mambo. Kilichompata Rafael chatungojea sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Na mwandishi wa kitabu cha Ayubu mlango wa 14 ameanza kwa kusema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa taabu. Haya, kuna mtu hajazaliwa na mwanamke hapa? Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja wetu alizaliwa na mwanamke. Naamini pia ya kwamba kila mmoja wetu aliyeko hapa, tajiri na maskini, viongozi na sisi tunaongozwa, sote kwa njia moja ama nyingine tuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana neno la Mungu limesema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo pia zimejaa taabu. Ayubu anapoongea maneno haya, haongei habari za roho, anaongea habari za